الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake na ukarimu wake. Ametuwezesha tumeweza kukutana tena katika majlisi yetu, na leo tukiwa na somo maalum, tukiwa tunazungumzia ishu ya uharamu wa ubaguzi katika Uislamu, tukiwa tunazungumzia kuna kitu kinaitwa xenophobia, ubaguzi wa kikanda, kwa maana ya nchi kwa nchi, mkoa kwa mkoa, lakini pia tunazungumzia ubaguzi kwa maana ya racism, ubaguzi wa rangi katika Uislamu. Yote haya tutayaeleza kwa mujibu wa Uislamu kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuwezesha. Tumechagua kulielezea somo hili leo kwa sababu ya unyeti wa matukio ambayo yanaendelea, yalikuwa yanatokea na yametokea na yanaendelea kutokea duniani katika ishu nzima ya ubaguzi. Na Uislamu umekuja kuondosha kitu kinaitwa ubaguzi. Kabla ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hajaja, kulikuwa na ubaguzi wa watu kubaguana kimakabila, kwamba kabila fulani lilikuwa lenyewe ndio kabila tukufu zaidi kuliko ni kabila lingine, bali kabila fulani lilikuwa linaonekana lina nguvu kuliko ni kabila lingine, na wale ambao waliokuwa wanaonekana wana nguvu walikuwa wakiwaonea yale makabila ambayo yalionekana hayana nguvu. Mwenyezi Mungu anasema: laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kabla ya ujio wa Mtume, watu walikuwa katika upotevu wa hali ya juu sana, lakini baada ya Mtume kuja, upotevu ule waliokuwa nao wanadamu ukaondoka, kwa sababu Mtume aliwakuta wanadamu wanaishi katika hali ya kuoneana, katika hali ya kubaguana. Kabila fulani linaonekana lina nguvu kushinda kabila lingine, lakini alipokuja Mtume akaja kuyaondoa yote haya. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema: wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume ameletwa katika ulimwengu kuja kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima. Yani ulimwengu ulipata rahma kwa sababu ya Mtume kuja duniani. Kabla ya Mtume hajaja kulikuwa hakuna rahma, kulikuwa hakuna huruma katika ulimwengu.
mwenye nguvu alikuwa anaonekana na haki zaidi kuliko yule aliyekuwa mnyonge. Kabila fulani lilikuwa linaonekana lina nguvu kuliko kabila fulani, lakini Mwenyezi Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad wewe ndio ukawe ni rahma kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo mtume alikuja kuondosha ubaguzi wa kila aina katika ulimwengu. Dhana ya ubaguzi ni kitendo ambacho Uislamu umekuja kukipinga kupitia Qur'ani na kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndio utaona ni dini ambayo imekuja kuwaunganisha watu mahala pamoja, bali haikuja kuwabagua watu kwa makabila yao, kwa rangi yao, kwa vyovyote vile. Ndio maana leo ukienda China, ukienda Marekani, ukienda Uingereza, ukienda nchi yoyote, unaweza kwenda kuingia ukafanya ibada na ukaondoka na mkaelewana. Yaani lugha inayotumika kwenye ibada ni lugha moja. Uislamu umekuja kuwaunganisha watu, sio kuwagawa watu. Uislamu haukuja kuwagawa watu kimakabila, kwamba ukienda kanisa fulani au ukienda msikiti fulani utakuta wanaswali kwa lugha fulani. Uislamu umekuja kuwaunganisha watu, kwamba hata ukienda China Allahu Akbar ni ile ile. Hakuna mtu anayeswalisha kwa lugha nyingine tofauti na hiyo, hapana. Hii inaonyesha kwamba Uislamu umekuja kuwaunganisha watu kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na inawezekana mtu akajiuliza, kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba makabila? Kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba mataifa mbalimbali? Je, huu haukuwa ubaguzi? Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza kuumba dunia nzima wote tukawa Waarabu. Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza hivi. Bali Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza akaumba dunia nzima wote tukawa weusi. Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza hivi. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu kaumba wale wa China, wale Waarabu, wale wazungu, hawa wa Tanzania, wale ukienda wa Rwanda, wale wa Ethiopia, na kimuonekano ukiwatazama unaona ni tofauti? Sasa haina maana kuwa Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anaonyesha ubaguzi kwa kuwaumba watu katika hali tofauti tofauti, bali Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Na aya hii inapatikana katika suratul Hujurat aya 13, na ndiyo aya ambayo leo itaongoza katika darasa yetu ya leo. Mwenyezi Mungu anawaita wanadamu, anawaita watu, anasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Na tamko hili katika aya linaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anaongea na watu wote. Alikuwa anaongea na Waislamu na wasiokuwa Waislamu na wasiokuwa na dini. Alikuwa anaongea na Waarabu, alikuwa anaongea na Waswahili, alikuwa anaongea na Wachina, alikuwa anaongea na Wakorea. Ndio maana akasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Mwenyezi Mungu anapotaka kuongea na waumini peke yake huwa anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Mwenyezi Mungu hapo anazungumza na waumini peke yake. Kwa hiyo tamko hili linaonyesha Mwenyezi Mungu alikuwa anatoa tangazo kwa ulimwengu mzima, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni nyinyi kwa maana ya wanawake na wanamume. Min dhakarin wa untha, tumewaombeni nyinyi kutokana na wanawake na wanamume. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tukawajalieni nyinyi au tumewafanya nyinyi mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Shu'uban wa qabaila, mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Lengo ni nini? Mwenyezi Mungu anasema litaarafu, lengo muweze kufahamiana. Ndio lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala.